Kama kuna watu wameleta ule muungano wanastahili kusifiwa. Kwa nini wasisifiwe? Ni haki, kwa sababu ni kitu kikubwa hiki kwamba nchi mbili zinaweza zikaunganika zikawa nchi moja. Nchi zilizotengwa na wakoloni kwa muda mrefu sana zinaweza zikarudishwa zikawa kitu kimoja. Ndugu wawili ambao wamejengewa ukuta kama ukuta uliojengwa Ujerumani, ukuta ule unabomoka, ndugu wawili wale wanarudi wanakuwa hali moja. Ni jambo kubwa linapotokea. Ilipotokea Ujerumani, ilipotokea ruksa tu watu waweze kuuvuka ule ukuta na kuanza kuzungumzana, watu walilia machozi kwa furaha ya kwamba ndugu wa huku wanaweza kutoka wakamkia na ndugu wa huku. Watu walilia kwa furaha. Ni jambo kubwa sana. Ndugu waliotengwa leo warudi wawe pamoja, waweze kukumbatiana wakawa nyumba moja pamoja. Ni jambo kubwa, na kama wako waliolileta jambo hilo, kama unaweza kuwataja fulani na fulani na fulani, wao ndio wameleta jambo hili, wanastahili sifa. Wanastahili sifa. Kwa nini? Wana haki ya kustahili sifa. Vema, lakini wananchi, ziko shida nyingi, yako matatizo mengi yanayofanya umoja unakuwa jambo kubwa sana. Na matatizo hayo tunaweza kuyagawa katika sehemu mbili. La kwanza, nchi. Ni matatizo yanayohusu nchi. Pili ni matatizo yanayohusu watu, nafsi. Nchi namna gani? Kwamba leo nchi moja na nchi nyingine ni sawa sawa. Wanaita wenyewe kwa Kiingereza, wanasema kila nchi ni sovereign. Ina madaraka kamili, ina ukamilifu wa madaraka yake. Na nchi mbili zikiungana, ndio kusema kila moja ya nchi zile inakubali kuyavua yale madaraka. Na uko ugumu, nchi nyingi zinapata tabu, nchi inapata tabu kuyavua madaraka iliyokuwa nayo yawe kitu kingine. Tanganyika ivue madaraka, Kenya ivue madaraka, Unguja ivue madaraka, Uganda ivue madaraka. Madaraka yale kipewe kitu kipya kabisa. Madaraka yale yako matatizo. Kila nchi ina wivu wa madaraka yake, haipendi kuyaachia madaraka yake. Nasema liko tatizo hilo. Na nchi zinapokubali, wananchi hawana budi wapate sifa kwamba kweli wananchi wamekubali kuvua yale madaraka yao waliokuwa nayo. Bengi mara nyingi ana maana, mara nyingi kilema cha ukoka madaraka yale, lakini huyang'ang'ania watu madaraka yale. Wananchi wana haki kusifiwa wanapoyaachia madaraka yale na kuyatumbukiza katika sehemu, katika kapu kubwa zaidi. Nasema matatizo hayo baadhi yake ni nchi yenyewe inaona tabu kuacha madaraka yake. Pili ni matatizo ya nafsi. Na msiyapuuza hayo matatizo ya nafsi. Yana maana nchi ni nini? Nchi si barabara na miti na majumba, ni watu. Na watu ni nafsi. Basi yako matatizo ya nafsi. Maana yake nini? Kwamba hii nchi ina president wake na vice president wake na mawaziri, waziri wa hiki, waziri wa kile, waziri wa kingine. Na hii nchi vile vile ina president wake au prime minister wake na mawaziri, waziri wa hiki, waziri wa kile. Sasa mnazungumza habari ya kuziunganisha nchi hizi siwe moja. President anaweza ajiuliza, mimi nitakuwaje? Tutakapokuisha kuunda nchi zote mbili zikawa moja, kutakuwa president wawili au moja. Hilo sio swali dogo hilo wananchi. Ni swali la nafsi, halihusu manufaa ya nchi hata kidogo. Lakini ni swali la nafsi. Julius nauliza, mimi tukiziunga nchi zetu zikawa moja, mimi nitashika nini? Nafasi yangu itakuwa nini? Waziri naye anauliza, sasa tutakapokwisha kuwa tumeunga nchi moja, mawaziri wa kilimo watakuwa wangapi? Wawili au moja?
Hayo mambo makubwa hayo. Swali hilo kama halikujibiwa, mtu huyu ni vigumu sana yeye aseme haya muungano huu kitu kizuri. Sharti tulijibu swali hilo, aridhike mtu huyu. Wakati mwingine umvute kando, umwambie usiwe na wasiwasi bwana, uwaziri utapata tu, usiwe na wasiwasi. Maswali hayo huulizwa na watu. Sasa ndugu zangu, nasema leo mnauliza katika hilo la mwisho, Bwana Rashidi na mimi ananichanganya vile vile na Karume. Mimi nachanganyika wapi na Karume katika swali hili la mwisho la kinafsi? Katika swali hili la mwisho mimi na Karume tunachanganywa aje? Wote tusifiwe katika kauli moja, mimi na Karume. Mimi president wa Tanzania, mimi sikuuliza mimi tukisha kuiunganisha Unguja na Tanganyika, mimi hali yangu itakuwa je? Mimi niko hapa sasa president wa Tanzania. Kama kuna hasara zimetokea na watu huuliza utazamia hasara, mimi sikupata bwana hasara. Mimi napata hasara gani? Kama wamepata hasara ndio maana nasema, lakini naamini mtakubali na waambieni jambo la kweli, sio kwamba nasema jambo tukubadili jambo hili liwe klabu ya kusifiana. Kama kuna watu ambao kweli wameyapuuza maswali hayo, hawakujali kuyauliza maswali hayo hata kidogo, ni Abedi Karume na Rashidi Kawawa. Maana hatima yake nini juu yao hao wawili? Hatima yao nini? Hatima ile ya muungano juu yao wawili. Mimi nimebaki pale pale au zaidi. Wao kila mmoja kateremka step chini. Karume aliyekuwa president wa Unguja sasa ni wa pili kwangu. Rashidi aliyekuwa wa pili kwangu sasa ni wa tatu kwangu. Na hakuna mmoja wao sikusikia kwa siri au kwa anauliza jambo hili hata sikusikia hata mmoja wao anauliza hata. Sikusikia Karume anasema tuwe mapresident wawili hata. Sikusikia Rashida anasema sasa mimi sasa jamani tena. Mimi sasa nafasi yangu itakuwa jenda. Nasema katika jambo hili watu walionyesha kwamba inawezekana. Kwanza nchi zetu zote mbili zimeonyesha kwamba inawezekana, na viongozi wetu, sio mimi, viongozi wetu wameonyesha inawezekana. Unaweza ukateremka chini kwa manufaa ya umoja wa Afrika nzima. Ni hao ndugu zetu ndio waliofanya, na wao ndio wanaostahili sifa hizi.